mtoto. Tumeelewana hapo Mr. Dominic. Kwa hivyo ni vizuri kama kama hatungewekwa katika mzingi hili ambayo inastahili, hatungekuwa hapa siku ya leo. Wengine tungekuwa tumekufa. By the way, kama mimi sijui ningekuwa wapi. Siliwaambia mimi nilikuwa najificha mpaka kwa kichaka. Mr. Dominic, nikufurahishe kitu ingine nilikuwa nafanya before nishiko Wanjiko na yule mzazi nilikuambia. Nilikuwa nachukua kitabu na karatasi. Si niko na bag yangu. Nimetoka kwa nyumba. Sitaingia kwa klasi. Lakini nitasunguka kwa ukuta na pale. Halo, tumeelewana? Naenda kwa fence nyuma ya shule. Sasa klasi wakifundisha na mimi naandika. Niko kwa klasi. Hebu niambie niko kwa klasi. Uko kwa klasi. Ndio nikienda kuulizwa ulikuwa shule. Mami nilikuwa shule na anaangalia. Hiyo wakati hatuko na ile kitabu inaitangwa report book, ati mzazi ataenda kuangalia mwalimu alisaini. Saa hii kuna vitabu ya kusaini. Je, mzazi unachukuanga jukumu ya kuangalia mtoto wangu alikuwa shule? Ama wewe unasema tu mtoto alienda shule. Mtoto alienda shule. You never know. Maybe hakuenda shule, alitoenda shule wakati wa lunch akasneak. Akaenda down home, ndio huyo Kibera. Masaa si anajua masaa ya kurudi ni saa 11. Anarudi saa 10. Anakuja pale nyuma anachukua mbagi zake mahali aliweka, anakuja. Lazima mzazi uweze kuzingatia maisha ya mtoto inaenda namna gani. Wacheni tuache kuachilia ati wale walimu wako na watoto ndio wakotua na majukumu. Na ile hali wewe unampea mwalimu majukumu ya mtoto wako, tena unamwekea sheria. Lakini kitu mimi najua ya kwamba mzazi huwa anapea mtoto masomo yake 75%. Lakini mwalimu anapeana 25%. Lakini wazazi wamefeli. Mimi hapa nitakukosoa kidogo Mr. Dominic. Hapa tunakaa ni kama hapa tusijui kama mimi hapa Wanjiko kama tuelewana kidogo. Mimi naona wazazi wamefeli yao zake. Sababu na hiyo ndio msingi wa mtoto. Sababu ya kusema hivyo kwa nini? Huyu mtoto wako. Mtoto ameingia PP1. Kama ni plain group. Anaingia shule Januari, Februari, March. Hiyo ni miezi ngapi? 3. Mzazi anapewa April. Mwezi ngapi? 1. Tuko pamoja? Haya, mtoto tena anaingia Mei, June, July. August anafanya nini? Anapewa mzazi. Mzazi huyo mwaka amepewa miezi ngapi kwa mtoto? Miezi 3. Miezi mbili. Na asa tena anapewa ile ya mwisho ya Disemba. Kwa hiyo ni nani amekaa na huyu mtoto sana? Ni mwalimu. Kwa hivyo kama ni mwalimu amekaa na huyu mtoto sana, unajua kwa hivyo kumaanisha huyu mwalimu anajua mtoto wako wewe kuliko wewe mwenyewe. Ukweli ama uongo Wanjiko? Kweli kabisa. Ni ile hali mimi hapa tunaongelelea ndio umepea mwalimu hiyo majukumu ya mtoto wako, lakini unamwekea sheria. Unamwekea sheria kusema nini? Nikisema hivyo sababu mimi nikiwa mmoja wa mwalimu. Unapata mzazi amekuja amesema mtoto wake asifanyishwe kazi ngumu. Mtoto wangu asichapwe. Unanielewa? Mtoto wangu asichapwe. Sasa hebu niambie, umepeleka mtoto shule na umesema asichapwe. Huyo umepelekea mwalimu nini? Unauniambia kama huyu mtoto umepeleka shule, kwa kweli atapata msingi mzuri wa masomo? Hatapata. Juu wewe umesema asiadhibiwe. Hata sasa mwalimu ukimwambia unajua simwadhibu. Hata huyu mtoto akikosa kufanya humu wake, mwalimu ataachana na yeye. Acha ataachana na yeye. Huyu mwalimu hata kufundisha mtoto wako hatafundisha. Hata mfundishe. Haya, pili hapa mimi bado nitaingilia serikali kidogo. Katika mashindano ya mbio. Mashindano ya mbio. Mkiingia katika uwanja, mnafanya nini? Unajikaza ukuwe namba 1. Hebu niambie, ukiingia kwa mbio, mwambiwe edeni. Nyinyi nyote mkuje mwambiwe nyinyi nyote mwenye ameshinda nyinyi nyote namba 1.
ama nyinyi nyote mmeko? Number one. Hebu niambie kama huyo mtu atakimbia tena. Hawezi kimbia. Because sasa tumeambiwa sisi wote ni washindi. Si vibaya serikali tuangalie vizuri. Msiingilie tunawekea watoto ni aina gani. Sababu wakati Dominic ulikuwa shule, wakati Wanjiko ulikuwa shule. Kweli kabisa. Nilikuwa nasoma ili nishindane na director wangu. Wewe director wewe acha kulala. Wakati tulikuwa tunashindana na director wangu, tulikuwa tunasoma na yeye. Tulikuwa tunasoma, mimi nilikuwa naweka bidii niweze kushinda director wangu, alikuwa Kanyoi. Naye raundi nyingine anaweka bidii akuangusha. Akuniangusha. Lakini siku hizi hakuna. Hata saa hii tunaambiwa bora uangalie mtoto wako na activity anashika nini, activity gani. Wacha nikwambie, activity hiyo hata kama ni ya nyimbo bila masomo it's nothing. Haki mambo imebadilika. Wacha nikwambie, hakuna vile utakuwa accountant bila masomo. Bila masomo. Haki na kukiendelea hivyo, hakutakuwa na hakuna vile unaweza kuwa wewe wakili. Hakuna vile wewe utakuwa wewe unachonga fisi kwa mti ile craft. Utachonga fisi bila masomo, utauzia nani? Utauzia nani? Tabu hii fisi saa hii wewe utakuja wewe buni chonga fisi nikupe. Utanunua? Siwezi. Lakini kichonga fisi nienda nayo Ulaya. Nitaenda kuuzia wazungu. Ni pesa. Lakini lazima niongee nini? Kisungu. So education is more important. Na hii masomo inakujaga aje serikali yetu? Inasonga saa ile mimi nataka kushindana na nani, si anakuwa na nishindanga Kiingereza. Na ngangana nijue director wangu hii masomo anakuwa number 1 aje. Sababu kwa number 1. So hii kitu ya kukua number 1 it is more important than kutoshanisha watoto wote. Na ni kweli Nyaga, sababu wakati wewe unakujaga number 1 uone mwingine amekuja amekushinda, umekuja number 5. Unajua utajikakamua ila nyingine kuja number 1. Lakini saa hii masomo haki haina. Saa hii hata ukipata zero mnasukumwa nyinyi. Tunasema tukitamatisha kipindi yetu ya siku ya leo ili ambayo tulikuwa tumeanzisha Sunday. Bahati mzuri leo tuko na mgeni, tunachambua hii maisha ya watoto wetu. Watoto wetu tunawapenda. Ile kitu nataka kutamatisha nayo Mr. Dominic Wanjiko. Ninataka tuweze, mzazi chukua majukumu yako. Simama katika pengo yako katika maisha ya mtoto wako. Haya serikali ama wewe mzazi, si umechukua majukumu ya mtoto wako, wachia nayo mwalimu hachukue majukumu yake ya kufundisha mtoto bila masheria yenye haiko. Sababu nyingine tunajiwekelea sisi hata masheria yenye haistahili. Yenye haistahili. Haya tutoke pale kwa walimu. Nanyi serikali, sababu mko pale kama kichwa ya kutuongoza. Hebu kaeni chini na kuangalia ile masomo mazuri ya mtoto ni gani. Mimi ningeulizwa, unaona ile corporal punishment ilikuwa nzuri, ni ile hali ya mwalimu akizidi sana, kulikuwa na headmaster anachukua hiyo majukumu ya mtoto, kuangalia huyu mtoto ni nini kinamfanya hivi. Unasikia ni mwalimu mchukue yule mwalimu na yeye umwambie sitaki kuona hiyo nini hiyo chapa mtoto sana, si ati kurekebisha mtoto, chapa mtoto ile inastahili. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuonjua ya kwamba tukitoa radha ya watoto ya masomo, hakuna msingi tunawekea mtoto. Kweli kabisa. Kwa hivyo ni vizuri sana tuweze kujua sisi tuko wapi na tuko katika hali gani. Hii hali ni ile mbaya, ile tumesikia katika neno la Mwenyezi Mungu ya iko na hatari. Na mtoto akilewa kama mayai, jua ya kwamba ni hatari unaweka kwa katika yule mtoto kabisa. Ni kama kukunywa sumu ya dawa ya bea, ukijua ya kwamba unataka kukufa sababu wewe si bea. Unajua mbea kuna ile dawa panya. Ile mbea ndio tunaitanga panya, ndio inaitangwa panya na Kiswahili. Sijui kwenu mnaitanga nini? Tunaita embeba. Embeba. Unasikia msikilizaji wetu ama mtazamaji unajua huyu unasikia huyu kwao wanaita embeba. Sisi tunaitanga mbea. Na wewe mnaitanga nini? Obea. No bea. Kwa hivyo
Ni vizuri usikunywe dawa ya panya ukijua ya kwamba wewe si panya. Kwa hivyo serikali yetu tafadhali tuangalie sana msingi hawa watoto. Wazazi wenzangu, sababu hata mimi ni mzazi, tuangalie